tuambie hali yako imekuwa aje kabla hujaintroduce nini? Nimekuwa poa sana sana. Hata nimechelewa juu nilikuwa hospitali. Kahoma kadogo tu. Lakini sasa niko afadhali, wameniangalia, wameniguza kifua, wakaona iko sawa. Wameniambia nitapona tu, labda ni weather. Imekuwa siku mingi tangu tuonane. Si hatuna inheritance. Most of us hatuna inheritance. So si ndo tunang'ang'ana tutafute inheritance tuachie watoto wetu. So kupata kijana ako somehow ako na free time. Sema kijana hapo mbele anaenda kuteseka. Sijui kuna agree na mimi. Kweli. Lazima ukue occupied every now and then. Tebu jitambulishe kwa majina. Maybe wajua wanaongelesha nani, wana watch nani hawajui. Jitambulishe. Naitwa nani? Naitwa Jose. Naitwa Jose. Lakini napenda kujiita Joseph Jesus. Napenda Yesu sana. So si huyu Yesu tunaonanga kwa picha. Huyu wa Biblia kuna tofauti. Kuna tofauti mwenye amechorwa kwa magari na huyu mwenye amechorwa kwa kanisa na huyu mwenye ameandikwa kwa kitabu. What's the difference? Difference ni kubwa sana. Ukiangalia hata Revelation ina speak sana kuhusu vile Yesu anakaa, hata pia vile God anakaa. Na ukikompare hizo picha mbili tofauti sana zenye tunaonanga huko. Kwa hivyo nimekuwa hapo naitwa Joseph, tangu Joseph Jesus mostly kwa Tebu niambie. Ulianza aje ukajipata wewe ni Joseph wa Jesus? Joseph Jesus. JJ. Ilikuwa aje? Wacha tuseme si wote tuna looking up to someone. Kama unapenda kudance, maybe unapenda Michael Jackson, kwa unapenda kuimba, maybe kuna msanii ukisikia unasikia amekumaliza. Kwa hivyo unatamani kufanya vitu anafanya, ukicheki amevaa hivi unavaa hivyo, ukicheki sikizia na kunywa soda fulani pia unataka kunywa hiyo soda. Kwa hivyo tunakuanga na role models wenye tuna look up to. Kwa hivyo mimi au kuanga role model wangu sana. Nilisikia alitembea kwa maji, naweza jaribu siku moja lakini najua nitasink, lakini napenda kujaribu nionekane ntaweza. Lakini lifestyle yake vile alikuwa na deal na wase, humility, love, words alikuwa nganazo, yani au ni inspire sana. Ndio ikakam nikasema nilipatiwa jina ya mzazi na naipenda sana, lakini nikapata watoto wangu naweza wapatia jina Jesus. Dema atakuwa wako, unaona. Kwa hivyo acha niseme sijaitoka kwa hii dunia. Yesu alisema hivi, aliambia Mungu, wanafunzi wangu disciples siombi watoe kwa hii dunia, lakini naomba wapatie nguvu washindane na hii dunia, upate nguvu ya kuresist hii dunia. Si unacheki? Kwa hivyo kama ziko nani mingi, natamani kufanya hizi vitu zote, natamani zile vitu zenye najua Mungu hapendi, lakini namwambia Mungu nisaidie. Jana niliweza, jana nilifanya, leo nisaidie nisifanye. Na unapata ukimuinvite anakusaidia. Niko na swali kwako. Kuna na commandment fulani nasemanga not covet. Na hiyo ndio the most broken commandment. Na what's your view na hiyo commandment venye watu wameibroke? Wacha tuseme yote inaanzia hapo. Angalia shetani vile alipata Eve kwa garden. Alipata Eve akauliza Eve, ati Mungu alisema hizi matunda msizikule, ati sijui mtakufa. Eve akakuwa zile za tule ambao tukikula tutakufa. Shetani akamwambia hapana, hamtakufa, mtafunguka macho na mtajua ukweli na ubaya na mtakuwa wajanja. Alafu Eve akule, Eve ndio imeandikwa Eve akachekio mti, akaitamani, akaona ni tamu sana, akaona tu ni matunda mzuri, akaichukua akakula akameza, na vile alimeza akafunguka macho akajua ako uchi kidogo mambo ikageuka. Kwa hivyo hii tamaa ndio kwa imebeba vitu zote. Mungu alikuwa anamaanisha usitamani ama usitamani kitu ya wenyewe. Alikuwa anayeka usitamani kwa ile njia unataka iko yako. Lakini kuna ile tamaa nyingine ya manze kofia nimeitamani sana, lazima nijue vile hii si nyingine yenye kwa duka ya duka staki, nataka hii ndo nataka, staki ya duka, nataka hii. Hata niko na pesa ya kwenda kwa duka lakini staki ya duka, nataka hii. I feel like kucontrol, kukuwa on the right lane ni ku-appreciate. Uki-appreciate useme I love your cape, umetoa kutoka ndani yako, napenda kofia yako, na kuna napenda kofia yako, umejisemea. Sababu ndo utajipata umesneak kama yuko
umeiweka hapo ndo hata umeiweka poa, ukisema inatoka. inatoka. Kwa hivyo utataka ile ikwe, kwa hivyo unaisema una appreciate manzi uko na kofia kali na uko zile za fiti hata naweza kuonesha bado naweza nikiona maybe unafaa na kupea unaweza nijenga unaweza kujenga manzi. According to your opinion, what sin? Dhambi ni nini? Acha niseme according to me, kila mtu akona opinion yake. Acha niseme nile kidogo yenye nakumbuka yenye imeandikwa kwa Biblia. Manga sin ni time inaanzanga na time tunafanya kenye Mungu hataki. Kuiweka tu simply. To God ataki ama kitu God alikataza. Kuna sasa hapo ndio pazuri sasa. Kuna ile yenye alikataza na kuna yenye hataki ufanye. Ni kama saa hizi niko na hizi nywele. Watu wengi wataniambia wewe una deal na stories za God, nyoa hizo nywele, unafaa unyenyeze. Hata hizi pete ni ulizo. Wewe unatuambia tusome Bible, na uko na pete 3 nini unaukai mtu wa hiyo Biblia unatuambia. Si unaona? Lakini wewe hutaki nizivae juu ya ile inatangwa stereotype, ile vile mmeambiwa mtu anafaa kukua. Huyu ni mtu wa kanisa anafaa suti, anafaa. So hizo kufaa zote juu zioni kwangu inakuwa mimi nafanya dhambi kwako. Lakini kwa Mungu kwake isifanye dhambi. Kwa hivyo pia God kuna zenye alisema na ndio hizi amesema zote. Na sasa kuna zile anakukataza kama mtu. Kama mimi Jose unapata ananiambia, unajua ni aje Jose, achana na huyo dem. Si ati madem ni wabaya, lakini Mungu anakuambia achana na huyo. Angalia Samson na Delilah na vile alikuwa anapenda mademu wengi. Mamake alikuwa anamwambia achana na hawa mademu wengine. Si wewe tu mademu wametoka kwenu. Me according to me naona sin exist. Una exist? Nieleze kidogo. Exist lakini ina-exist pale penye utajipata unafanya kitu lakini uko na voices mbili. Wacha fanya, wacha fanya. Wacha inakuanga more. I think hiyo ndio sin sasa, penye sin sasa inaingilia penye hiyo the inner voice imekuweza. Unapata tu umecommit vitu zingine. Hadi wewe mwenyewe baadaye ukikuja kaa chini, nilifanya nini? Inaanza kuna venye inaanza kukula. Kama unaweza kumbuka kitu ulifanya hadi unaona sikufanya vizuri, hiyo ndio sasa dhambi. Na Jesus alikuja akakufa kwa ajili ya dhambi zetu. Do you believe you are still sinners? Wow, hiyo ni swali poa sana. Ndio acha nijibu tu swali vizuri vile umeniuliza. Yesu alikufa kwa msalaba, are we still sinners? Alikuja unasikia damu yake inatusafisha kila wakati. Alikuja ni kama saizi nimekwambia nimetoka hospitali, nimepatiwa dawa. Inamaanisha sasa igonjeka tena? Nitagonjeka tena. Na nikigonjeka nitafanya nini? Si nitakimbia kwa hiyo dawa? Utarudi kwa dawa. Alikuja kukua dawa. Alikuja kukua dawa ya hiyo dhambi. Na njia gani? Na nikifanya ako hapo kunisafisha. Lakini uzuri ni kuna kitu umesema, sauti mbili ndani yetu. Kuna akasema na hiyo inakujanga automatically, si ati wewe ati maybe unaweza fikiria. Hiyo ni kitu iko ndani yetu, tulizaliwa na kila mtu ako nayo. Ukienda tu kufanya kitu kuna two voices. Kabisa. Na moja kuna venye moja push. Na hapo ndo penye confusion janga penye ukitaka kufanya something right. Unaona kuna vitu mingi discourage sana. Watu wanachukulia aje nini? Na hizo ndio kuanga. Hiyo sauti kwa mtu haribu. Hiyo ndio imefanya watu wengi wako jela, watafute kazi wafanye. Kwanza umenikumbusha niliambiwa Kahawa West. Mtu alikuwa ready kunipiga. Alikuwa mtu wa nduthi, nilisimama tu mbele yake hivi. Niko tu Mungu tu aliniambia simama hapo na usitoke. So niko tu hapo kole we toka paka we toka. Mimi niko tu hapo sitoki. Akaniambia akaambia beshte yake badala huyu mtu atafute kazi atafanya kama watu wengine nini anatuambia tufanye. So enda ufanye kazi upate pesa nini unatuambia tufanye. Wengine ni hawa tutoe sadaka wapi? Nipatie namba ya simu nikuwekee sadaka. Lakini Mungu ndio bana anapenda roho wa Mungu. Anakuchanua tu anakuambia usi sadaka anataka kutoa, anataka tu kuchezea ama hata siku kuchezea, anataka kupaka hii ministry yako matope. Yes, nilikwambia ni watu tu wa kutafuta pesa, hakuna kitu kingine iko hapa. So hapo ndio penye unakuja unasikia Mungu anakuambia mwambie wewe utaki sadaka. Lakini wewe unataka unasema namba ya simu ni 0748 unaanza kupeana. Kwa hivyo unapata God anakuwa zile za anaboeka kwa sababu God alikumbuka Anania na Safira. Wasi wameuza shamba wamekaa, wameulizwa hii ndio pesa mliuza? Wako like
hii shamba ilikuwa yenu, ilikuwa tu yenu, mngekana hiyo pesa yote. Kwa nini mnakuja kudanganya? Si unaona kidogo kidogo wamededi. Kwa hivyo unajaribu kuiwekaje, kuna ile instruction Mungu anakupa tu. Mtu amekutusi, unasikia tu Mungu anakuambia hata usiongee, lakini unasikia kuongea, unasikia tu pia huo mtusi juu kila mtu ako na matusi yake, kila mtu ako na defense mechanism yake. So unasikia pia mimi niko nazo, hata ninazisikia ndio hizi, nataka tu kutoka, lakini Mungu anakuambia usitoe hata moja. Tulia. So hizo ni mob sana. Ulisimama mbele yao mtu akakwambia unatafuta sadaka, kuna venye ulimjibu ama just walk away? Sasa hapo ndo God alinishow. Uzuri ni ati each day Mungu anaendelea kama vile sahi umeniita kwa platform yako, vile uko sahi si vile ulikuwa last year. Kuna vitu umeenda ukichanuka kwa project zako, kwa shughuli yako. Umejua hii kamera ni poa kushinda hii, umejua hii ni poa kushinda hii. Kwa hivyo sasa hivi vile ulikuwa una record hizo siku si vile una record sasa. Tofauti, hata ukienda uangalie chini. Kuna tofauti kubwa. Umeenda ukigrow. Kwa hivyo pia God anaenda akifanya ugrow kwa word yake, unaona? Kwa hivyo God anakushoaje? Hivyo vile umeniuliza ulifanya ulimuongeleshaje? God aliniambia wewe smile ya watu tu. We smile tu. Hata God alinikataza kujibu mtu kitu. Hata kama uniambie nisomee Bible sikuongeleshi, na kusmailia tu. Juu instruction ni si mimi nikusomee, ni wewe ujisomee. Kwa hivyo nakusmailia. Kwa hivyo nilimsmailia tu. Huyu jamaa ako sawa kweli. Si hapo imeandikwa read your Bible. Mbona tena wewe anataka umsomee? So mimi usmile tu. Sikuulizangi hizo maswali. Biblia umpe shika. Kuna wenye ni upea, lakini siku hizi hata Mungu hataki nipeane. Leta hiyo Bible na kusmailia tu. So ni gender gani yenye wamekukejeli? Azibalance kidogo. Huwezi kosa, kuna female, kuna male, kuna boy, kuna dem kidogo, lakini wale saa. Unataka kuniambia hadi wa mama ama madem bado wakagene? Madem wanacheka. Dem anakuchekelea. Hata kuna beshi yangu aliniuliza. Tunaweza penda watch video ajue ni yeye naongelea. Aliniuliza, tebuji nilikuwa na dread kitambo, sasa alinitaras. Kauliza ras, akiras ona. Umeweza kubeba chuma kwa barabara. Ona tu vitu umeshuka kwa nywele. Utapata bibi lini? Si wasichana watakuangalia wasema umetupa mbao. Nilicheka tu. So, hao mademu wengi waucheka. Nasema maboy hiyo age 2 kama hii yetu. Age 2 kama hii yetu. Na wamama sasa, wamama wa soko kidogo. Uko sangi ule mmoja. Kuna ule mmoja, kumbuka Sodom na Gomora ikichomwa. Hakukosa mmoja angeokolewa. Mmoja aliokolewa na familia yake, au wengine sawa alichomeka. Hakukosangi huyo mmoja. Kwa hivyo hata hakukosangi mama mmoja, hakukosangi dem mmoja, hakukosangi chali mmoja, hakukosangi mtoto mmoja mwenye ako zile za unafanya kitu poa. Lakini wale wengi. Sasa niambie scenario penye ulipatana na mtu alipenda kazi yako hadi wewe venye alikuongelesha ukareturn hiyo energy, ukasema ukafeel unafanya kitu kingine poa. Hebu niambie scenario ilikuwa aje? Wow, kuna juzi nilikuwa bypass ya hapa hivi. Nilikuwa tunapita hivyo, nimechoka lakini Mungu anakupatia nguvu tu, uko tu sawa. Nimefika nikaenda, Mungu tu akaniambia Mungu anakuongozanga. Ukisikia tu anakuongoza kubali tu. Inakuanga faida ni kwako. Hasara itakuwa kwako ukikataa kumsikiza. Lakini faida itakuwa kwako ukimsikiza. Nikasema tu Mungu ameniambia tu kwa ile hardware, usimame tu mbele yao, enda tu uchokozi hapo kwa hiyo hardware. So mimi nikaenda kwa hardware, nikaenda tu nikasimama hivi. Sasa kwa hiyo harakati mbaba fulani akaniita. Kuja. Akaniita kuja, nikamkaribia. Akaniuliza unauza Bible? Mimi Mungu aliniambia usiongeleshe mtu. Najipata ngani kuna wale tu Mungu ataniambia ongelesha, lakini wale wengi nakuoneshanga tu na science hivi ama siongeangi stories zozote. So nikamfanya hivi. Akaniuliza, nikamtingizia tu kichwa, siuzi Bible. Lakini sikuongea, nikafanya tu hivi. Akaniambia akajijibu akaniambia you are reminding us to read the Bible. Nikafanya hivi. Akaniambia wow. Mimi nilikuwa bado sijamuongelesha. Akaniambia wow, yeye anajiongelesha tu. Akaniambia wow, nilikuwa nafikiria unatuuzia Bible. Lakini kama si Bible unatuuzia, tebu kuja nipatie namba yako ya M-Pesa. Nilianza tu kucheka ile ukweli, nikaanza kusema nikaanza zile vile sikuwa naongea, nikaanza kuongea. Namwambia Mungu akubariki sana na hiyo majumo uninunulie pia usiwe kosa maji kwa nyumba yako. Nikampatia namba ya simu, akanitumia 500.
Nikaishia kama nimebambika. Kwa hivyo aliniguza roho sana. Kwa nini? Si sababu ya hii soo tano. Yes, soo tano linifurahisha juu nilikuwa nataka, lakini sana sana vile aliframe na ile reason ilifanya toyo do. Haya, juzi fulani nikapita kwa hoteli fulani, akaniita akaniambia mambo pasta. Mimi si pasta. Nikamwambia mimi si pasta. Nikamwambia mimi si pasta, mimi natembea tu na miguu. Haya, akaniambia tukaongea, akaniambia tutatoa sadaka wapi? Hivyo ndo aliniambia. Nikamwambia mimi sitaki sadaka, wacha Mungu, kama unataka kutoa Mungu atakuonesha kwenye utapeleka. Akaambia hata kuniambia kitu, akaambia huyo mtu wa chipo, juu ilikuwa hoteli ya chipo, hebu mwekee chipo 2 na chapo 2. Nikaanza tu kucheka tena, nikamwambia Mungu akubariki nini. So unapata kuna wale tu mmoja wenye tu Mungu anatakanga kuwaguza ndio wakuoneshe au kwangi wakuoneshe hujachanganyikiwa. Mungu anajaribu anakuonesha uko sawa. Juu the more watu wanakuambia uko sawa, inaweza kuingia pia uone nenyewe siko sawa. Pia ujiangalie kidogo na nakuanga sawa kweli, upate shetani atake kukuonesha yenyewe ukoangi sawa, ndio uache kufanya ile kitu Mungu amekuita ufanye. Kwa hivyo but kuna ule mmoja Mungu anakutumianga tu. Kwa hiyo harakati tu anakuonesha mtu wangu bado tuko na wewe, endelea tu na kucheki. Na pale kwa comments niliona umepost video kadhaa. Hapo kwa comments kuna maybe comments yenye umepatana nayo bado tu ya critics sana. Wewe unatuletea Bible za wakoloni hata ni juzi nikiwa bypass mrasta fulani ameniita. Tunajua hii kitu nikipaintiwa hii kitu huo mtu alinipaintia akaniambia ni read Bible kitu ya church, acha na kuonesha kala za kanisa ni kama purple sijui nini. Nikasikia tu ndani yangu hapana. Nikamwambia hapana, usipaint hizo, paint red, yellow, green, eka kirasta. Akaniuliza warasta tena, si utawachanganya huko nje? Nikamwambia acha wachanganyike, hivyo ndio Mungu anataka. Uko sure? Tukakuwa hivyo. Hizi colors ziko na meaning ama acha tuseme ile mimi sijui kama ziko na meaning na Mungu. Mungu anaweza kwamba ufanye kitu uelewi saizi, lakini yeye anajua mbona na anajua meaning yake yenyewe bado uoni. So unaona? Kwa hivyo mimi sijui kama ziko na meaning kwa God, lakini ile meaning kidogo mimi naona ziko nayo, zinachanganya. Na hiyo kuchanganya zinatengeneza ile Mungu ameweka kwa hii ministry, Mungu ameweka ile curiosity. Kuna juzi nilisikia mtu akisema kama warasta wameanza kuhubiri basi dunia inaisha. Kitu by the way, kuna nitasema ni ujinga wenye imekuwa ikienea. Hadi mzazi, tuseme tu wazazi hao millennial wanasemanga by the time utaanza mtoto wangu ataanza kuwa na dread kwa kichwa, amepotoka, amejoin ile jeshi nyingine. Na sijui mbona hadi mapolisi still wanakuwa tuna hiyo tu mentality. Ukiwa na rasta, ukiwa na dread, wewe unaweza ua mtu within a second. Mbona kuna na hiyo perspective? Ndio hizo stereotypes ni hizo nini. Unashangaa ukiumwa na nyoka uone kamba utadhani tu ni nyoka na utaogopa. Si unaona? Kuna hiyo ya kwanza, na nyingine ya pili yenye ni mbaya ni ile ya kubrainwashiwa, ile ya wazungu ni wazuri kunishinda. Kwa hivyo nafaa pia mimi nijipake mafuta nikuwe mzungu, na hata nikitokea kwa kamera yenye hata mademo anaona niko sawa. Kwa hivyo sasa hiyo mentality ya kubrainwashiwa na standards za watu fulani zinafanya uone mse nafaa kuwa na suti, nafaa kuwa na collar fulani, mimi ni mtu wa God, nafaa. Kwa hivyo unataka kujieka na standard ya zenye unaona hivyo ndio inafaa ikue. Kwa hivyo mimi nikikamna hizi pete zangu 3 na kaandateka na glove mkono moja, watu wako zile za, hata kuna mtu aliniuliza hiyo Bible unatuambia tusome ni Bible tu ya Mungu kweli? Na vile unakaa tu ni kama ni kanisa mpya mnaanzisha ya vitu hazieleweki. Nikasmile tu juu sijibingi mtu kitu yoyote. So unapata kuna so ndo nijibu hiyo ya urasta na nini the same na hizi kala. Ile meaning niko nayo ni ati maybe God anataka sai God anataka watu wako na relationship na yeye. Anataka wewe kama Mexican, kama vile unajua deni yako, si vile mimi namjua uso na jina yake, lakini kuna vitu sijui kumuhusu na sitawa ijua zenye wewe ndio unajua peke yako. Unaona? So pia God anataka hivyo, anataka tukue na relationship na yeye. Yaani ukaange ukijua mimi vile najua Mungu wangu, namjua design. Wale wasolishwa kwa moto waliambiaje King akina Nebukadneza, akina Shadrach hao walisema mimi hatuwezi inamia hii,
mi hata hatuwezi, Mungu wetu ataweza tuokoa, na hata akikataa hatuwezi inamia. Wakarushwa na huyo Mungu alitambua, aliwaokoa. Angalia ule msa alirushwa kwa ma lions. Daniel. God anataka tumjue. Ataki ati mini member wa kanisa fulani, atafuti memberships. Si ati mini zile unasikianga members only, si hizo anataka ati Yesu alisema atakujia kanisa yake. Acha nikuulize swali, hata sija kujibu wenye umeniuliza, nishakuuliza nyingine. Wewe unafikiria ni kanisa gani itakujiwa? Ni PCA ibebwe na hiyo nyumba mzima, ni kadho ibebwe? Wewe unaanga ni kanisa gani Yesu atakujia? Mungu akisema kanisa, anamaanisha watu walimkubali. Ndio hiyo, hata umieka watu walimkubali. Kwa hivyo tutakuwa mimi na wewe, wewe utaenda, mimi niachwe. Kwa nini? Mimi nilimkataa. Lakini wewe ulimkubali. Lakini tulikuwa kwa hii nyumba inaitwa PCA, tulikuwa kwa hii nyumba inaitwa kanisa, lakini wewe ulimkubali, utaishia. Mimi nilikuwa kwa hii nyumba na wewe nilimkataa, nitaachwa. Umieka vizuri. Hivyo ndo Mungu anataka, relationship. Wewe mwenye ulimkubali mpaka mkaoana. Mlianza na salamu, mambo, unakaa fiti, unaweza nipea namba yako? Ndio hii namba yangu. Machat, siku moja, siku mbili, siku tatu, ushampeleka kwa madhe, siku ya tatu, siku ya 4, ndio mnatuita harusi. Kidogo kidogo mshakuwa familia. Ilianza mahali ikagrow mpaka sasa ikakuwa mnaishi pamoja. God anataka hivyo pia. Hataki anataka to bond, lakini saa hizi si tunataka kuitanishwa na hizo manyumba. Church yetu kaka muione, hebu kuja uone praise team yetu, hebu kuja uone ma TV, hebu kuja uone wadosi, hebu kuja yani tunataka ni kama vile ulikuwa unasikia mimi nilisomea international school. Kwa hivyo tuna vile tunakutambua, unaona? Pia church imekuwa hivyo. Shetani amekuja kuleta division, hataki watu watafute Mungu, anataka watu watafute status. Mimi ni wa hawa. Hataki watu watafute Mungu. Tumekuwa kusumbua watu lately. Sijui kama unakonga up to date. Uko up to date? Si vile, lakini kidogo. Kuna umsani anaitwa Bahati, unamjua? Na kuna umsani anaitwa Shalkido mwenye hiyo nimeona story yake. Mungu amweke poa. Manze, it's so unfortunate that Bahati anatoa screenshot akisema ilikuwa tuingie na yeye studio next week yenye amekufa, ilikuwa tuingie na yeye studio. Na all along jamaa hajaanza kuteseka juzi. Kuteseka kwake ilianzanga kitambo sana. Mbona venye amededi ndo anaanza kusema ilikuwa tuingie na yeye studio. Sammy Boy, na unajua Sammy Boy wa Forex? Sammy maybe simjui. Alitoa Sammy Boy wa Forex. Baada amesema hadi ameonyesha audio nini walikuwa waingie studio waimbe. Mbona walikuwa waimbe na hawakuimba? Hiyo ndio swali. Kuna point imefika sasa yenye ukishafika mahali unaanza kutafuta wenye wako kama wewe. Na hiyo imelead hivyo sana. Jamaa watu wangeingilia kati, jamaa angekufa. Jamaa unajua kuna amekufa. Amekufa juu ya shida, na hata kwa shaona kifo yake inakuja. Kuna video niliona akisema anakufa. Kuna video ilisema alikuwa anasema anakufa. Hata mimi nikikufa sasa sijui watoto wangu sijui nini. Manze jamaa kuna venye anaongea. Na watu wako mshikilia mkono wako, set ya wako wenye ignorance. Sasa na kutext kuja show. Unaona message yangu nakosa kufungua. Next day unasikia kitu imenifanyikia, unaonyesha hiyo message, alikuwa ameniita kiwoe, ilikuwa niende. Hujatuambia ulikuwa unafanya nini? Nikikufa nini? Nani ameniua? Si ni wewe ndio umeniua? Ulikuwa na chance ya kunisaidia. Sasa I don't think kama Bahati Kenya kuna questions anafaa kujibu. Kama tu hiyo story anafaa kujibu. Bahati Kenya sianza kuwa gospel artist. Sasa anaelekea wapi? Kuna ngoma mpya nimeona, Umeona hiyo video? Hata sijui niongeleaje. Hata nilikuwa nasema sasa acha nisiongelee sana, lakini nimeona hiyo video. Tuongelee, lakini mimi sina authority ama sina any right ya kwenda kumuuliza umefanya nini.
same na kitu unadu, hakuna mtu atakuuliza unafanya nini, mbona unafanya, wewe ndio umejitolea kufanya. Lakini kitu unafanya ina impact someone. Does it impact someone somewhere? Impact. Mbona ufanye kitu kama hiyo na tuja kujua na kitu unafanya sahi? Mbona God anakuonesha kitu imenileta hapa, si story nyingine ni hii. Hii ndio imefanya nikalie kiti, hii ndio imefanya sasa nitakuwa kwa video. Kwa hivyo Mungu ananionyesha wewe endelea. Na by the way acha nikwambie, unajua ukiendelea hivi unakunga, nimekwambia one day hiki tunaenda kuweka chakula juu ya meza. Si nimekwambia hivyo? Wewe endelea. Kuna acha maombi yangu. Mungu ajibio maombi. Mungu atumie video. Haki. Ifikie jamaa nataka ifikie. Unajua ubina? Hii video ikimfikia, usikia atakuita show na ule jamaa anakuanga na live audience. Kwenye hata akisema ndio hii namba ndio nimeweka hapa, tumeni kitu. Sasa hizo unasikia M-Pesa yako imejaa. Wewe endelea. Watu wana watch. Bora tu unafanya kitu yenye ina impact someone. Don't mind about others wenye wako against you. Deal na huo mtu wa kwanza, mtu mwenye unajua una impact. Graph taishi tu. Hata kama graph inaenda polepole, kuna siku tu shoot straight hivi. Tuendelee tu. Kila mtu afanye kazi yake, be you. Usikubali mtu akubadilishe. Juu sasa umechagua hii path, mtu atakwambia kuja nikupee kazi. But then mimi mwenyewe sitaki kazi. Mimi nataka nikae hivi venye niko. Pesa napata kidogo nikule, nilipe rent na ni hivi. Kazi yenye mtu atanienda kunifungia, ananinyima kufuata dream yangu, sitaki. Wewe si kama hii ndio sa dream yako kabisa. Wewe imagine mtu anakudivert na kwenda kufungia mahali, unaingia 6 unatoka saa 4 usiku, at the end of the day anakupea salary nyingine hata wewe mwenyewe kufresh. Mbona uteseke, unaenda kufresha mtu? Be you, do you. Ndio tunaweza waambia. Thank you for watching the video. Subscribe, share and see you in the next